mstari wa 11 mpaka 15. Wakisema, haya njoo pamoja nasi na tuvizie ili kumwaga damu, tumwotee asiye na hatia bila sababu, tuwameze hai kama kuzimu na wazima kama wao washukao shimoni, tutapata mali yote ya thamani, tutazijaza nyumba zetu mateka. Wewe utashirikiana nasi, tutakuwa na vitu vyote shirika. Mwanangu, usiende njiani pamoja nao, uzuie mguu wako usiende katika mapito yao. Neno la Bwana. Sifa kwako ee Kristo. Neno la Mungu katika kitabu cha Misali wa kwanza mstari wa 11 kama nilivyosoma ikisema, wakisema haya njoo pamoja nasi na tuvizie ili kumwaga damu, tumwotee asiye na hatia bila sababu. Hawa tayari ni waovu. Wanakushawishi wewe mtume wa Mungu. Inawezekana wewe ni Mkristo, kitendo cha kuwa Mkristo au mtu wa Mungu, ni Mkristo ndio. Umeamua kumfuata Yesu Kristo. Maisha ya Yesu Kristo ni maisha ya haki. Mungu anakupa kile unachostahili, na unapoendelea kumwomba anakubariki. Unapotenda matendo mema anakubariki. Sasa ukikutana na watu waovu au rafiki zako, wanawezekana akawa ndugu au jamaa yote tunaweza kutana naye, akatumika kutaka kukuangusha wewe, utengane na Yesu. Kwa sababu ukiwa unafanya maovu, hata kama wewe ni Mkristo, tayari wewe umejitenga na Kristo. Lazima urudi kwenye toba, muombe Mungu msamaha ili urudi kwa Kristo. Utakuwa ni Mkristo jina, na Mkristo jina ni baya. Sasa Kristo anasema hivi, mwanangu wenye dhambi, anachosema nilianzia wakisema njoo, lakini narudia hapa mstari wa 10. Mwanangu wenye dhambi wakikushawishi. Kukushawishi unaweza kuonesha uzuri wa kile kitu, uzuri wa hiyo dhambi, bila kuonesha mabaya yake. Sasa Mungu anakuonesha mabaya yake, anasema kwamba Mungu anakuonya kwamba hao wabaya wanataka kukushawishi wewe peke yako, nafsi yako peke yako isikilize, nafsi yako peke yako sikiliza, nafsi yako peke yako sikiliza. Mwanangu wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Yesu anasema usifanye nini? Usikubali. Wenye dhambi wakikushawishi usikubali. Mwanangu wenye dhambi wakikushawishi usikubali, wewe usikubali. Hilo neno la Mungu. Wakisema haya njoo pamoja nasi na tuvizie ili kumwaga damu. Maana wewe ni kufanya mambo ya kibaka, kukaba, kufanya ujambazi. Wakikusema tuvizie ili kumwaga damu, tumwotee asiye na hatia bila sababu. Yaani wamemoto kwa makubana, wanamwotea asiye kwa na hatia ili wachukue nini? Mali. Au wanaamua tu kumdhuru ili wachukue nini? Mali. Au wanamwekea hata kitu njia panda ili akakanyage, adhurike, ili wao wachukue nini? Mali. Labda ndio walivyoelekezwa na waganga wao. Wanamtendea mtu yote hata asiyekuwa na hatia. Mungu ni Mungu wa haki. Mungu anapenda haki. Mtu hana hatia, nafuta kufanya dhambi ya kumwotea, anamwekea da uchawi ili amdhuru aweze kupata pesa nyingi katika vikundi vyake vya kichawi, au ili aweze kupata pesa katika hiyo migodi yake, au anataka apate pesa katika biashara yake. 11 anasema wakisema haya njoo pamoja nasi na tuvizie ili kumwaga damu, tumwotee asiye na hatia bila sababu, tuwameze hai kama kuzimu. Wana kuwameza hai kama kuzimu, na wazima kama wao washukao shimoni. Unaona hapo mambo ya nguvu za giza, tumia nguvu za giza. Tuwameze hai kama kuzimu, na wazima kama wao washukao shimoni. Tutapata mali yote ya thamani. Tamaa ya pesa, tamaa ya mali,
unaamua kuingia kwenye nguvu za giza, unaamua kuingia kufanya dhambi. Ukishawishiwa na watu, hata kama ni Mkristo mwenzio ambaye ameshaasi anatenda dhambi, usikubali. Wewe kuwa Mkristo kweli. Yaani ufuate mambo ya Mkristo. Ndio nakuelekeza sasa hapo, usije kufanya nini? Nakuta mwanangu, maana yeye ni baba yako. Baba, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Wakisema aya njoo pamoja nasi na tuvizili kumwaga damu, tungotea sena hatia bila sababu, tuwameze hai kama kuzimu na wazima kama wao washukao shimoni. Tutapata mali yote ya thamani, tutazijaza nyumba zetu mateka. Tutakuwa na misukule manini yanafanyia tu kazi na kushawishi. Wewe utashirikiana nasi, ndio mtu anakushawishi. Tutakuwa na vitu vyote shirika, unashirikiana, unafanya labda ujambazi au unafanya uchawi au unafanya tu mateka, kuteka watu na wafanye makazi yenu, unapata pesa kwa kuwachukua, kuwafanya kama wanaingia mashimoni. Mwanangu, hapa Mungu anasema sasa, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Mtakatifu. Huyo ndio niko ambaye niko anasema hivi, mwanangu, usiende njiani pamoja nao. Mungu mwenye neno lake ni Biblia, anakutambua wewe ni mwanae. Sasa ana mwanae, anakuonya kwa sababu anawaona hao wanaokushawishi, anawaona na yeye kwa sababu anawaona, ameamua na yeye kukwambia sikiliza neno lake. Mwanangu, usiende njiani pamoja nao. Uzuie mguu wako usiende katika mapito yao, maana miguu yao huenda mbio maovuni, nao ufanya haraka ili kumwaga damu. Unaona? Kwa kuwa mtego utegwa bure mbele ya macho ya ndege yeyote, na hao wajioteao damu yao wenyewe ujinyemelea nafsi zao wenyewe, ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali, uondoa uhai wao walio nayo. Unaona? Mungu anakataa, hataki usifanye hivyo mwanae. Kama unajitambua kama wewe ni mwana wa Mungu, Mungu yeye Baba ndio ambaye amekufanya, kwa maana anasema Mungu ametufanya sisi wanae kama alivyomfanya Yesu. Yaani ametufanya na sisi wanae. Mungu anasema tusali Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tusali sala ya Baba yetu. Ukishabatizwa unasali sala ya Baba yetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na mtukuza. Mungu unaeleza baba yako. Sasa yeye baba yako anasema hivi, mwanangu, usiende njiani pamoja nao. Uzuie mguu wako usiende katika mapito yao. Anasema Mungu yeye ana pesa, Mungu ana mali, magari ya Mungu ni elfu. Mungu ana pesa. Mungu anasema hivi, utafuteni kwanza ufalme wangu na hayo yote nitawazidishia. Ndio sababu Baba yetu uliye mbinguni, unaposema ile sala, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Ngona kwanza jina la Mungu litukuzwe kupitia wewe, sawa? Alafu ufalme wa Mungu unafanya nini? Unakuja. Yafanyika duniani kama fanyika wapi? Huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Tayari umeona? Lazima kwanza umtukuze, ufalme wa Mungu ushuke kwako. Alafu sasa ndio kishashuka, unakuja kufanya nini? Kupata riziki. Na riziki yetu unapata. Kwa unakuja kukuta ile sala mpaka unamaliza, umekaa vizuri na Mungu. Mungu ana pesa. Unaweza kumomba pesa. Mungu anaweza kukupa afya. Mungu anaweza kukupa chakula. Kama alimlisha Elia kwa kunguru, alimlisha mkate. Mungu anaweza kukupa wewe, shida yako muombe, lakini cha kwanza kumbuka, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Kwanza mtukuze Mungu. Kataa hao wanakushauri ufanye nao uovu, kataa. Ukisha kataa sasa, Mungu anatukuzwa. Kwa sababu utaambia kwa nini nakataa? Mimi nakataa kwa sababu mimi nampenda Kristo. Mimi nakataa kwa sababu Mungu hataki hayo. Mimi sitaki siendi pamoja na nyinyi. Mimi sitaki. Kwa tayari Mungu anatukuzwa kupitia wewe. Mungu akitukuzwa, ufalme wa Mungu unafanya nini? Unashuka, anakupa riziki yako. Na nira ya Mungu